Abu Bakr ni Siddiq baada salatul fajri atoka mbio aelekea nje ya Madina. Umar ibn al-Khattab asema, huyu bwana kawaida yake huyu, ukimwona hivi kuna amali ashatushinda nayo, yuenda wapi huyu? Umar amfuatilia nyuma nyuma mpaka anamuona anaingia kwenye nyumba fulani. Siku ya pili ya tatu asema, najua hapa kuna jambo huyu. Umar amsubiri, akitoka Abu Bakar aingia. Vile vile amkuta bibi mwingine kipofu yuko pale. Amwambia, ni nani yule anayekuja hapa? Amwambia, simjui. Yuwafanya nini? Asema, mimi kipofu simuone. Asema, kila asubuhi huja kusafisha nyumba, akajaza maji. Khalifa wa Kiislamu, raisi, atusafishia, atuingizia maji kwenye vyombo vyote, alafu ananilisha mimi kipofu tende. Umar ibn al-Khattab ashaijua kazi ile, asubiri. Siku alipokufa Abu Bakar, kufa day one, kufarika Abu Bakar baada salati al-fajri, akaenda kuifanya kazi ya Abu Bakar. Alafu akimaliza atoa tende, anza kumlisha ule mama. Mama kugusa tende ya kwanza tu kuimenya, amwambia, amata sahibuk, kwani huyu rafiki yako amekufa? La ilaha illallah, huyu rafiki yako amekufa. Jamani, kipofu kwa tende ametambua kwamba huyu bwana hako tena ulimwenguni. Amejuaje huyu? Fakala, ma adraki, nani amekupa habari, umejuaje? Qalat, ilikuwa tende zake akizitoa mbegu, akitoa koko. Hii yako naona ina koko ndani, nimejua siye yule, ashaondoka ulimwenguni. Jiulize wewe, ukiondoka utaliliwa na nani mtaani? Ukiondoka athari gani itaona? Watu watajua kuna upungufu, tumeondokewa na mtu. Nani atajiuliza kwamba tuna mtu ametuondokea ulimwenguni? Bali kinyume, labda ukiondoka jamaa waseme tumepumzika, alhamdulillah, limekufa lile jamaa. Wallahi, haya maisha ni mafupi sana, lakini maisha haya yaweza kukupa maisha mazuri ya kudumu daima, kama utayatumia haya maisha mafupi ukayajulia lengo lake katika kuishi kwako. Mtumikie Allah tabaraka wa taala, mtii Allah, ishi kwa kumwabudu Allah, ishi kwa kufanya mazuri, ishi na viumbe vya Allah vizuri.